Manyanya ukimtazama ni mwanaume wa aina gani? Manyanya mimi nikimwangalia namuona ni midfield tu kama mimi. Ila anajificha. Kipi kinachokufanya useme yeye ni midfield kama wewe? Yule midfield kwa sababu ni mtu ambaye ana ndoa yake lakini ana mchepuko wa pembeni na ishafikia hadi hatua anamwambia mke wake kwamba yeye anampenda zaidi yule wa pembeni kuliko mke wake. Sasa unafikiri kuna nini? Sasa kwa sababu ana mimba? Hamna hiyo sababu. Kwani kama yule ana mimba mke wake hawezi kuwa na mimba bwana? Jambo si ndo lile tu. Au huku unaliita sifuri huku unaliita o. Jambo ndo lile tu. Mimi yule namuona ni midfield tu kama mimi lakini yeye kidogo anajificha kwenye kwa mgongo fulani. Okay. Yeah. Sawa. Sawa, tuzungumzie swala zima la Matilda kuondoka kwenye filamu yetu ya ama tamthilia yetu ya Dunia. Ilikuwaje kwenye upande wenu? Kiukweli kuna vitu vinakuwa vina wakati mgumu sana. Japo hilo swali hilo lingekuwa zuri sana kumuuliza mwenyewe tajiri. Umeona, ila mimi kwa upande wangu nilishawahi kupataga taarifa mapema za kuhusu kuumwa kwa Mati. Na tumeambiwa pia kwamba kuna uwezekano akaja akapumzika. Umeona. Kwa hiyo pia tukasikia kwamba wanatafuta msanii ambaye atakayekuja kufanya kuziba lile pengo. Mwanzo nilikuwa nikizisikia lakini baadaye ndio ikawa official sasa. Umeona lile jambo ndio limewekwa wazi lakini kwa hata mimi binafsi yangu ninavyotambua ni kweli Mati anaumwa na kwa sasa hivi haruhusiwi kufanya kazi yoyote, anatakiwa tu apumzike. Umeona atumie tu dawa zake nini mpaka atakapokaa sawa. Hicho ndo ninachokifahamu mimi kuhusu Mati. Sawa, natamani nifahamu kitu pia. Swala zima la michepuko umezungumzia Manyanya ni midfield kama wewe kutokana na mke lakini pia na michepuko. Kwako Mdeme ilishawahi kutokea umechepuka nje ya ndoa? Kwenye ndoa yangu? Kwenye ndoa yangu kuna ile siku ya sikukuu ile. Alafu kuna ile siku nyingine ya Krismasi. Umeona? Lakini sikuchepuka. Nilirudi nakumbuka Au kulala nje? Sikulala nje, nilirudi nyumbani. Kwani kuchepuka nini hasa? Ni kwamba unaenda tu unajipigia pasi zako alafu unalala huko au unaenda alafu unarudi? Basi hapo ndo nilikuwa sijakuelewa. Mimi nilikuwa najua labda kulala tu nje. Kumbe ulikuwa unasema kuchepuka kuhusu wanawake? Mimi sijawahi. Lakini subiri kwanza Mdeme. Umeoa wake watatu, si ndio? Haukuoa wote kwa pamoja. Kwa maana ulianza wa kwanza, ukachepuka, ukaoa wa pili, ukachepuka tena, ukaoa wa tatu. Sasa mimi style yangu yani nikishampenda yule mwanamke, mimi naenda moja kwa moja. Sizunguki. Okay. Hauendi kwanza kujipigia mipasi yako. Kujipigia yale mambo kwenye dunia tu. Mimi nikipenda naenda moja kwa moja nachukua mali naeka ndani kama kawaida. Pengine kwa Manyanya naye pia angefanya kama hivyo ingekuwa sawa pia. Sasa tofauti unajua na dini. Tofauti na dini kwa sababu Manyanya kwenye dunia Manyanya ni Mkristo. Umeona sasa na Wakristo hawaruhusu hivyo vitu. Umeona kishakuwa na mmoja ndio huyo. Sasa sijui kwa upande wake angefanya vipi. Sasa kumvalisha pete ule juzi. Hapo sasa labda angeacha ule wa kwanza. Sijui akili yake ilikuwa vipi. Ndio maana nikakwambia mimi kwa upande mwingine Manyanya naye ni midfield tu kama mimi. Sababu zile njia za midfield zile anazo zile. Lakini kwa kumtazama Manyanya inaonekana kwamba sababu ya kuchomoka pale ndani ni mkewe mwenyewe, sio hivi tu. Ni kweli ndio kama anavyokuambia kwa sababu Manyanya mwanzoni hakuwa na hiyo akili ya kusema kwamba labda anataka kwenda kupiga mipasi yake nje, lakini kutokana na miayusho ya mke wake, ila pia kama mwanamume alistahili kutafuta njia za kufanya kuirudisha ile ndoa yake iweze kusimama kama ilivyokuwa mwanzoni, lakini yeye akaona njia nzuri ni kutafuta suluhisho la pembeni. Hapo ndo hakujenga tena, akabomoa mpaka leo unavyoona maisha yao yanavyoenda. Kwani ukiwa una shida na mkeo ndani ni lazima utoke nje ukatafute michepuko na nini? Hiyo sio lazima. Kwa sababu hata kwenye masomo ya ndoa tulivyosoma au mimi nilivyosoma, yani zipo njia nyingi sana. Ikiwepo mojawapo kama ile ya kushirikisha wazazi, ile ndo njia ya mwisho kabisa. Ukishashindwa wewe, akishashindwa mkeo kuirudisha ndoa, basi inatakiwa mshirikishe wazazi au mshirikishe mwalimu kati ya nyinyi wawili, labda mwalimu wenu mmojawapo madrasa, umeona, au mashehe. Hizo njia zote zimetajwa hizo. Au watu wa makanisani, umeona, inatakiwa mwashirikishe, mnaekwa chini, mnaelekezwa, mnaambiwa hivi, basi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu mkiombewa dua, mambo yanafanyaje? Yanaenda.
Yeah. Okay. Yeah. Sawa sawa. Lakini pia swala hili la michepuko imekuwa sio kama ni dawa matiba. Tukitazama nje ya maisha yetu, asilimia kubwa watu wengi wanakuwa na hivi vitu. Unahisi shida hasa ni nini ya watu kutoka ndani ya ndoa zao, kutoka ndani ya mahusiano yao kwenda kutafuta furaha sehemu nyingine? Ile naweza kusema ni hulka, kwa sababu si wote ambao wanaofikia hatua hiyo. Mwingine hawezi kuchepuka mpaka aache kabisa ule mke, ajue kabisa hii ngoma mimi nishinda, basi hapa tena hakuna jinsi bwana, kila mtu afanye mambo yake, ndio unaweza ukakuta akatafuta tena mahusiano mengine. Umeona? Lakini ile ya kusema eti kwamba mimi mke wangu kanikela au anifanyie hivi basi nafanya hivi, zile mara nyingi zinakuwa ni hulka tu za mtu, lakini si watu wote au kila mtu anaweza kuwa anafanya hivyo. Mimi naamini hivyo. Kwa sababu hata kwenye maisha ya kawaida kuna watu wengine hawasemi tu, utakuta mtu anaugulia tu ndani, umeona, lakini unakutana na maswaiba mengi sana kwenye maisha yao, umeona, lakini mtu anaamua tu anakomaa, anatulia, anaangalia maisha yanavyofanyaje, yanavyoenda. Mzee Bakora umekuwa mpole kidogo kwenye masuala ya michepuko. Hamna, mimi ndo shughuli zangu hizo. Yaani kwenye dunia ndo shughuli zangu. Sijakuelewa. Kwenye dunia ndo shughuli zangu. Kwa hiyo ukinitajia ni kama na majini kama yanapanda. Mbona umekuwa mpole? Kama nimekuwa mpole. Unajua kuna vitu vingine vile ambavyo unavyovipenda lazima uviongee kwa heshima kidogo na utaratibu. Kwa sababu hapo umegusia vitu vangu yani. Ndio maana kidogo unaona naviongea kama tunagombea na nilile yani tuchukue nchi yani. Si kwa upole huu na busara ya hali ya juu. Kweli kabisa. Kuna baadhi ya watu pia watatamani kufahamu pengine labda una uwezo wa kuwapa watu shauri kutokana na hii swala zima la michepuko, maana hii jambo limekuwa kama sugu kiukweli kabisa. Mtu anaweza kaa yuko kwenye ndoa ukakuta yuko nje kakutana na kabinti tu kadogodogo kama mimi, anaanza kuchanganyikiwa na mwisho siku anajikuta anamwaga sera zake sasa na yeye. Pengine mtu akitamani kupata ushauri kutoka kwako anaweza kukufuata na nini ukampa ushauri, maana vitu vyako kama anaona anastahili, mimi nawakaribisha. Nawakaribisha ndugu zangu waje, tutatafuta sehemu. Umeona kama hapa kuna juisi nzuri kweli ya miwa hapa wanauzaga hapa, ndio maana napapenda. Wanaweka na kidogo kindimdimu nini, basi mambo yanakuwa yanaenda vizuri. Basi tutakaa sehemu kama hii, nitawaelekeza ninachokielewa na wao wanachokielewa watanielekeza, tutabadilishana mawazo. Mimi na imani tutabadilika kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Mimi naamini hivyo. Mzee Bakora, mafanikio yako tupate kuyafahamu tangu ulipoanza sanaa mpaka hivi leo. Mafanikio yamefikia kwenye namna gani? Mwanzo tulianza kwenye ugumu sana. Ila tunapoendea sasa hivi, hata kama baada ya mwaka hivi ukija nikikwambia nina nyumba na gari usishangae. Kiukweli kabisa. Ila tulipoanzia tulianzia kiugumu. Ila sasa hivi alhamdulillah riziki inapatikana. Natamani nifahamu kitu kimoja. Kwenye kila lenye mafanikio na faida lina hasara na vikwazo ndani yake. Kwako kitu gani uliwahi kukutana nacho kwenye swala zima la kufanya sanaa na likakufanya utamani kukata tamaa ya kuendelea kufanya sanaa? Unajua kila kwenye mkusanyiko kuna mambo mengi sana. Sometimes inawezekana mtu akawa anaongea neno, ni msanii mwenzio afu unamkubali. Anaweza akaongea neno ambalo yeye anaweza akaona limekaa sawa au likawa zuri kwako. Lakini kumbe kwako likawa neno sio zuri. Umeona yani kwenye mikusanyiko kama hivyo kama ninavyozungumza, kuna mtu anaweza akaongea neno kwamba unajua bana, wewe msanii mzuri bwana, lakini unajua sengine wakati unakuja kwenye kazi mtu alikuwa hajui yani, unajua yani mtu alikuwa hajui kama, au si tulikuwa hatujui kama unaweza ukafanya performance nzuri mpaka leo. Tulikuwa tunajua labda utacheza scene 2 scene 3 kisha baada hapo unajua vitu kama hivyo. Kisanii vile vitu vinakata. Umeona? Ila sasa ukishakuwa ni binadamu na unajua kama unaishi sehemu ambayo kuna watu wengi, mwisho wa siku unakuja unatumia na wewe kwenye akili yako nifanyeje, basi maisha yanafanyaje, yanaenda. Lakini vipo vitu vinakuwa vinakatisha tamaa, na hususan kama ukiangalia na mwenyewe unapambania kwenye masuala vitu kama hivyo. Nishakutana navyo mazingira kama hayo. Sawa. Waambie neno mashabiki zako, nini hasa unawaambia? Mimi ninachotaka kusema, dunia ilipotokea ilikuwa nzuri, lakini inapoendea
itakuwa nzuri zaidi. Kwa hiyo kama kuna mtu labda tulimkwaza au tulimuudhi kwa njia yoyote, hapa sasa ndo wakati wako. Tulia, fuatilia dunia. Utakuja kunambia siku moja yanayoendelea. Yeah. Sawa sawa. Mtazamaji wa Mbengo TV, nilikuwa na mzee wa bakora midfield Kisheti. Nilikuwa naye hapa Mdeme. Mzee wa mipasi yako mwenyewe. Na lazima tufanye hivi. Mzee wa mipasi yake. Okay. Kwa nilikuwa na Mdeme, mzee wa bakora midfield Kisheti mwenyewe, mzee wa mipasi yake. Namna hii. Sasa hivi nimeshafundishwa, nikitaka kuongea na Mdeme lazima nifanye hivi. Mambo yakae sawa. Mimi naitwa Lane na hii ni Mbengo TV, endelea kuwa nasi.